maji. Nyakati mwingine namshukuru Mungu. Tangu tuliachana ilikuwa asubuhi na saa hii tena tumeingia. Ningependa tumshukuru Mungu. Tukimaliza kushukuru huyu Mungu, niuelezee ile topiki mahala ambapo tuliachia asubuhi. Nadhani saa hii wanawake, wanaume wenzangu, saa hii watoto wamelala. Na ndio hiyo topiki ningependa tuzungumzie. Na huu ni wakati mzuri sasa watoto wamelala. Ningependa mwenzangu, mke, bibi ama dada kama mimi, tusemezane. Wanaume tusemezane. Ningependa tuombe ndio tuendelee topiki yetu yenye ilikuwa siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati mwingine tunashukuru, ni asante Ebeneza. Umekuwa mwema tangia asubuhi tuliyoachana na wenzangu, na tena ni wakati mwingine tunapoenda kuongea jinsi tunafaa kukaa na familia yetu, ama jinsi watu wawili wanafaa kuishi. Sasa Mungu, tumekuja mbele zako, yale ambayo utakayoongea, yale nitakayonena kwa watu wetu Jehova, isionekane pale kaonekane. Yasiwe yangu bali utupe yako. Kuna wengi Baba ni wagonjwa, kuna wengi ambao wamefiwa wenzao. Mungu wangu, naomba wafariji, maana wewe ni mfariji mwema. Asante Yesu, asante Mungu wangu. Naamini kwamba wewe ni mtenda na utatenda. Kuna yule mama ambaye akona shida, kuna shida ya kichwa, kifua, miguu, tumbo. Naomba Baba ukamguse mahali pale, umponye katika jina lako Yesu Kristo. Na kuna ndoa zingine zenye hazina amani Jehova. Mke na mume hawana amani, kupigana vita usiku na mchana Jehova. Madhabahu hayo ya shetani tunayakemea na kuyaharibu yakiweze kushindwa katika jina lako Yesu Kristo. Mungu wangu, Baba yangu, tunadai nguvu, tunadai rehema, tunadai umoja wako. Tunaomba baraka zako kwa wana wako. Najua kuna wengi wametoka kazi, usiku huu wamechoka. Naomba Mungu wangu kawatie nguvu tunapoenda kunena hili neno. Na kuna wengine wanaenda sehemu mbalimbali, madereva, abiria. Mungu wangu, tunaomba kuwafunike na damu ambayo umeweka msalabani. Mipango na mitego ya shetani ya kiajali barabarani tunaikemea iweze kushindwa katika jina lako Yesu Kristo. Mayatima na wajane tunawadai mbele zako Jehova. Washughulikie Baba, walinde na uwatunze, maana ni wana wako Jehova Nisi. Nasi pia tunakuja mbele zako. Tunaomba Baba ukatupiganie kwa kila jambo. Kuna wengine ambao wamekufa moyo, wamekata tamaa, wengine wameamua kujiua, kujinyonga. Mungu, naomba Mungu wa rehema, wapiganie, wafukishe. Mungu, tufushe ng'ambo, nao pia wafushe ile ng'ambo Jehova. Waondolee rahana, shida, madhabahu ambayo wametumwa katika familia. Unapata watu hawana amani Jehova. Mahali ambapo hakuna amani, tunaomba Jehova ukarejeshe amani. Madhabahu ya magonjwa tunayakemea yakaweze kushindwa katika jina lako Yesu Kristo. Madhabahu ya kukosa amani Jehova tunayaharibu yakaweze kushindwa katika jina lako. Mungu wetu, naleta mpenzi wangu mtazamaji usiku wa leo. Yeyote tutakayeenda kuongea Jehova, yasiwe yetu, bali Baba utupe ufunuo mwema. Naamini Mungu wangu ya kwamba utatenda katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Ningependa tuzungumzie, niliwaambia topic ambao nilikuwa nazungumzia juu ya mwanamke
jinsi kama vile anastahili kukaa na mumewe ama jinsi mwanaume anafaa kukaa na mke wake kwa nyumba. Nadhani ni wakati mzuri, watoto wamelala sasa. Ningependa kuzungumzia watu wakubwa. Naamini ya kwamba wakati watoto wamelala, nikikuudhi unisamehe, kwa maana mimi ni binadamu kama wewe. Ningependa kuzungumzia wanawake. Hiyo ni topic nilikuwa nayo siku ya leo. Nikawaambia ikifika usiku kama huu tutaendeleza hicho kipindi. Mara ya kwanza, kuwa mwanamke katika familia, kuna kitu unastahili kufanya ama kuna jambo unafaa wewe mwenyewe ufanye, si lazima uambiwe. Unapata kuna kitu niliwaelezea hapo mchana ya kwamba unapata mwanamke ametupa fahamu. Kwa nini? Ametegemea ama kazi yake ni masengenyo. Akisikia jambo na hilo jambo halimfai, analibeba linakuwa lake, anaanza kusambaza. Hata akiulizwa hayo yote alitoa wapi, hawezi akaelezea. Unapata mwanamke ambaye ako na akili anaenda kwa mwanamke mwingine ambaye anafanya biashara zake, anamchukulia mshenee huku, anaenda anakaa kwa huyu mwanamke, hakumbuki ya kwamba huyu mwanamke mwingine ama huyu mama yeye amefungua biashara juu anajua hapa ndio ninatoa chakula ama ninatoa pesa za malipo ya nyumba. Ama wakati bwanangu hana, sasa tunasaidiana. Wakati hana, unapata mimi niko nayo nanunua kenye hakiko kwa nyumba, mnasaidiana kifamilia tu. Lakini mtu unakaa kwa mtu ambaye ako na biashara, uko kama bodyguard huko. Sasa yeye anaendelea kuingisha pesa, wakati mwingine anakutuma enda uniletee kitu fulani, because umetupa fahamu. Unakaa huku hujui hata watoto wako ulikoacha, hata hujui wamekula nini, wamekunywa nini. Ukitoka huku ndio fikira sasa zinaanza, nitatoa wapi mboga, nitatoa wapi unga, nitapika nini leo, sina pesa, sina nini. Ungeenda kibarua kama wanawake wengine, ama upige hatua wewe mwenyewe ufanye biashara. Huwezi ukapiga hesabu kama hiyo. Hautaanza kufikiria watoto wangu watakula aje leo, sasa nitafanya aje, nitapata wapi fedha. Wanawake wengine, mtu anangoja bwanake mahala alikoenda, yeye amekaa anangoja huyu bwana aingie. Wakati mwingine huo ndio wakati ataanza kumwelezea hiki na hiki hakiko, kile na kile hakuna. Wanawake wenzangu, ngoja niwaambie, vitu hivi ndogo ndogo ndivyo vinafanya wanaume wenzetu anachoka na wewe haraka. Juu anajua tegemea kila kitu. Umetupa focus, hauna focus. Ufikirie useme ya kwamba kama nimefanya jama, maybe once hata chama ya shilingi 10,
Wengi walianzia hata shilingi 5 zenye unapokea unazieka. Wakati umeeka unaanza biashara hata kuuza miwa, kununua mboga na kuuza. You import and you export. Lakini sasa wengi wao yeye anakaa tu kwa nyumba anajua mwanaume ndio kila kitu. Tafadhali mwanamke, tafadhali mtu ambaye anaitwa mama, unafaa ujue kenye unafaa ufanye ukiwa mzazi. Wakati mwingine unapata mwanamke bwanake ametoka kazi ndio, hata hana shughuli welcome, hata hawezi simama, maybe alikuwa na mzigo, amsaidie, amuulize kazi imekuaje, pole kwa kazi. Maybe kama amechelewa leo, ni kama umechelewa, kazi ilikuwa mingi, mbona leo umekuja late hivi? Lakini wengi wao wanakaa, bwanake akiingia hana hata shughuli, amenyoosha miguu yake tu kama ni kwa kiti, kama alikuwa amekaa nje, bwanake anaingia kwa nyumba. Sasa ameachia bwana watoto, ndio anatuma anamwambia enda uone babako ameleta nini, enda umwambie hatuna sukari, enda umwambie unga hautoshi leo. Sasa tunafunza watoto wetu tabia ambazo si nzuri. Nakumbuka mtoto jinsi unavyomlea, yale ambayo maneno unatoa nyumbani kwako, watoto wakiwa wanabeba yale. Ndio maana nakwambia mwanamke, mtu ambaye anaitwa mwanamke ama mzazi, mama, ni lazima ujue kenye unafaa ufanye, si lazima uambiwe, si maneno yote utaambiwa. Kuna yenye unafaa ujiulie wewe mwenyewe. Kama nyumbani kwako sasa, unapata mwanamke anaamka asubuhi kwenda kwa miti ama kusalimia marafiki zake. Akishafika huku, anakaa huku kama amechukua maybe mshene, anaongea. Wakati ameongea, anasahau ya kwamba anasahau watoto wake. Unapata mtu ameacha watoto wadogo eti ndio wanafanya kazi, ndio wanaosha vyombo kama sahani ilikuwa nzuri, kama kikombe kilikuwa kizuri, kimegeuka sasa. Badala mwanamke ufanye usafi kwanza before uende ama utembelee watu asubuhi. Unafaa wewe mwenyewe kama ni kufua nguo ufulie mume wako, watoto. Kama ni deki upige kila mahali. Upange nyumba yako vizuri. Hata ukitoka uende, hata mgeni akiingia, hata usipompatia chochote, ataangalia tu jinsi umepanga nyumba, vile umefanya usafi, atosheke nayo, ashibe tu. Lakini kikombe kiko nje ndio kinakaribisha mgeni, sufuria yenye ilipika juzi iko hapo nje, tena umetumia sufuria ingine kupikia, iko hapo nje. Hata hii Strigal tunasukulia sufuria, hauna time ya kununua usukue. Hata ukiangalia hizo sufuria unadhani zinapika damu ya ng'ombe. Si eti na watuzi. Kuna watu wanawake ambao ni wachafu mpaka inafanya wanaume maybe bwanako sasa anaanza kuangalia kwa nyanya, kuangalia nje. Akikuita hata hauna wakati wa kumattend. Uko mchafu, umetoka shambani,
Badala ya kutoka shambani uweke maji uoge ukae msafi, ukiingia kwa meko uko msafi. Sasa unapata mwanamke anatoka shambani, ndio hatukatai tuko na watoto, hata uogi, unapika unamaliza, chasha ndio hiyo, makamasi ndio hiyo, unajipanguza kabisa, unatoa makamasi kabisa na chakula ndio hiyo, na unaendelea kupika. Ukitoa ugali kutoka kwa sufuria ukiweka kwa mdomo, alafu hiyo chakula unapikia nani sasa? Mtu akitoka nje aone jinsi unapika hiyo chakula na vile unafanya, huyo mtu atakula kweli? Tunafaa kuwa wasafi. Kitu cha kwanza, even the Bible says that cleanliness is secondary to godliness. Lazima uwe msafi, penda usafi. Hata kama uko na nguo moja, osha ile nguo, anika ikauke, faa. Hata kama ni bwanako ako na nguo moja, ile nguo ioshe. Kama una hii pasi ya kunyoosha nguo zikae smart, enda kunja ile nguo vizuri, iweke mahali ambapo unalala, chini ya mattress lalia. Ikifika asubuhi wakati anatoka kuwafae, nadhani ilipewa pasi, hata pasi ni bure. Sasa hii pasi ya stima. Lakini unapata mwanamke anaosha nguo, anaikunjakunja, amechanganyisha nguo za mtoto na za bwanake, huwezi jua za bwanake na za mtoto ni zipi. Akimwambia nitafutie nguo nifae kwenda kazi, hata kama anafanya mchengo, hiyo ni kazi yoyote ile. Mtu anasema ya kwamba ona nguo iko hapo juu. Hapo juu hata wewe mwenyewe hupajui, maana unaosha nguo zako unachanganyisha za watoto, za mume wako. Ndio maana nasema mwanamke lazima tuheshimu wazee wetu. Ndio sikatai hata wazee ni wabaya, lakini ukitaka bwana akupende, muonyeshe upendo. Kuwa mtu safi, be focus. Sio tumekaa tu, anaenda mchengo tangu asubuhi, anatafuta, anapokea sijui shilingi 300. Hamna mahindi ya kusiaga, sukari hakuna, mafuta ya mboga hakuna, mboga hakuna. Hata huna mahali pa kupanda hata kitunguu. Uko na pahali pa kulima lakini hauna wakati huo kulima. Yaani ukilima unaona utachafuka. Uko mchafu lakini haupendi kulima. Ama upande mboga. Mboga wengi wenye walikuwa wanauza mboga wanachoma mahindi, leo hii wako mbali. Mtu alianza kama maybe njugu karanga, anatembeza hapa na pale. Niende kaa wewe utacheka useme mimi sitafanya kazi kama ile. Kuna wengi bado mimi nawaona. Mtu anasema sitafanya kazi kama ile. Kwani kazi ya mwanamume ni gani? Alinioa nifanye nini? Si alinioa kazi yangu ni kuzaa atafute. Poleni. Yeye alikuwa uzae lakini poleni. Utazaa ukae kwa nyumba ukose cha kukula hata ukufe. Lakini when you were focus, lazima utafute uone kenye utafanya. Kwani hawa watu wenye wako na magari, wenye wako vizuri, wanaishi vizuri, kwani walipataje mali? Ndugu yangu, dada yangu, mali haiwezi akaingia hivyo bila kutafuta.
lazima ufanye kazi ngumu vile maandiko yanasema kutoka kitabu cha Proverbs chapter 12 verse 24. Lazima ufanye kazi ngumu. Kama ni hizo, kama maybe tuseme machungwa ama matunda ama mboga ulienda umenunua sasa na wewe unaenda kuuza, maybe unapata ulinunua ndio pesa, maybe ulinunua 200 ukaenda ukapata loss ya 50, ukauza 150 ukalose 50. Inakuanga hivyo katika biashara. Don't expect kila kitu kiwe sawa. Lazima uungue ama upate. Kama leo hukuuza vizuri, kesho utauza pia vizuri. Si siku zote. Lakini unapata tu mtu anasema eti mimi vile niko smart hivi, the way I look beautiful, eti nianze kutafuta mboga kuuza. Maybe akili yangu haifanyi kazi. Ni kama niliowa kitambo na sijui. Hebu wacha Bwana atafute nile. Utakuwaje size 8 kama wewe mwenyewe hujaamua kutafuta? Katika jamii ama familia lazima mshikiliane. Huyu akienda tuseme mchengo, maybe ameenda kuchuna majani chai na wewe unaenda hata kuuza mboga. Hata watoto wetu hawatashindwa kusoma. Hata school fee, karo ya shule hautashindwa kulipa. Hata wewe mwenyewe utakula vizuri. Juu Bwana anatoka na wewe unatoka. Hata ikifika wakati wa magonjwa kuna pesa ya kununulia mtoto dawa. Ama wewe mwenyewe kununua hata tembe ukule, unywe, umeze. Lakini sasa ukisema eti huwezi beba, ubebe maybe mahindi, njugu karanga, kama ni matoke utembeze uuze, huwezi. Sasa kama hutaki, ndio maana nasema, ndio maana mwanaume anaangalia mke wake, anampima sana. Nasema vile tu nilimchagua awe mama watoto wangu, lakini lazima nitafute sugar mummy ambaye atanipa support. Wakati ninayo nampatia, wakati sina namwambia sina leo. Haki, tafadhali leo nitumie, watu wanalala njaa. Sasa unakula chakula ya mwanamke mwingine, pia unafanya biashara. Badala na wewe ufungue fikira mind, ufanye biashara kama wanawake wengine. Wewe kama mwanamke unaachiwa sijui ni shilingi 100 na mwanaume, una make sure ile pesa umekula yote hiyo siku imeisha. Hata ukumbuki uweke hata 10, maana Waswahili walisema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ukiweka ile 5, maybe alikuachia 20, utumie 10. Najua wengi wataniuliza, sasa mimi niko na watoto 5, niko na watoto 10, niko na watoto 7, niko na watoto 3. Sasa niachia 20 bob, nitafanyia nini? Akiniachia 100 sasa, hiyo itaisha hiyo siku na isitoshe? Hapana. Kama amekuachia 100, make use of tuseme 80. Weka 20 ama 10. Kesho yake pia hivyo. Ingia chama. Hata ya kutoa 10. Utaweka uweke upate umepata pesa ya kuanzia biashara.
Sababu kuna mwanamume utaweza mwambia eti nitafutie pesa niende kufanya biashara. Angalia aone yeye ni vizuri ni advice yako nzuri. Lakini sina pesa za kuanzia hiyo project. Lakini ukiweka kidogo kidogo umwambie sasa niko na pesa fulani ama niko na pesa kiasi fulani. Ningependa kuanza biashara fulani. Uko na pesa ngapi? Uniongezee kwa hizi pesa ili nifungue biashara. Najua mwanaume mzuri, hata yeye atafurahi. Aseme ya kwamba huyu bibi yangu kama ni mtu wa maono, hata yeye atafurahi, atakupatia, atatafuta hata kama hana. He will make sure amepata hiyo pesa kuongezea juu umekuwa mtu wa maono sasa. Unapata mke bado ni mama ndio. Najua kuna msichana fulani hapo, si msichana lakini ni mama tu, mwanadada. Bwanake unajua simu, unapatanga sometimes wanawake ndio wengi. Kama mwanaume unapata wanakuanga na wanawake wengi kwa simu. Kama ni mwanamke unapata wanaume ndio wako simu yake, contact za wanaume ndio za mingi. Because some people have minds ambao si mzuri. Akiona kama ni simu ya bwanake, sasa mtu unapata kuna simu anaanza kuangalia leo ameongea na nani. Hiki na hiki. Mbona amepigia huyu sana? Yende ikawa huyu ni sugar mama ama ni girlfriend wake. Hujui kama maybe ni mtu anafanyia kazi. Kama kuna mwingine alisema alioa bibi, kazi yake ni kuangalia simu yake wakati ana make sure anaangalia. Anaangalia kabisa leo amechati na nani, nataka nijue. Leo ameongea ni. Kazi yako tu ni kuangalia utakufa. Leo amepigia nani simu? Huyu bwanangu amepigia nani simu leo? Mbona hii nayo unaonanga kila siku? Yaani wakati wewe fikira zako unataka tu ujue leo ameongea na nani. Utapata umekaa na stress hasa zimeingia pressure ndio hiyo. Because you always mind wrong. Unafikiria tu vibaya kila wakati. Alafu sasa wakati umeona kama ni Eunice alikuwa amepigia, mbona amepigia Eunice sana sana hii simu? Ni kama ni girlfriend wake. Sasa you take that advantage. Wakati anakuja, maybe alikuwa kwa pafu, akiingia umenuna tu. Hata ukiulizwa chenye umenunia, eti ni vile umeona simu. Ni vile umeona simu. Bwanaka alikuwa maybe wameongea kama ni bosi yake. Kama mwingine akapigia bosi ya mume wake. Eti hello. I always see this number several times. Who are you now? Why do you like calling my husband? Why? Na huyo ni bosi ya bwanake. Ndio maana naambia wanawake wenzangu, tafadhalini jiheshimu. Heshima ni utumwa. Heshima inashinda hata pesa zenye tunatafuta. Kama ni kosa umeona kwa bwanako, na unajua watu wengi, wakati mtu anaona mnakaa na bwanako vizuri, na what you don't know is this. Today tunaambiwa kikurato kinguoni mwako. Your friend indeed is. Nataka mchatishe, mtext, mtumie SMS, mniambie your friend indeed is. Haya. Napata anakuja nakwambia, hi,
Judy, najua nini? Niona bwanako amesimama na fulani, ni kama ni girlfriend wake, na wapatanga kila siku. It's because you have wrong minds to your husband. Unabeba ule mzigo mtu amekwambia. Sasa wewe mtu akiingia kwa nyumba ni vita. Mume akiingia hata hana amani. Wakati mwingine anafikiria ni heri nisinge, hata bwana anafikiria ni heri nisingeenda kwangu nyumbani. Wakati niko hapa niko na amani, ati hizi nikiwa salama, lakini nikiingia kwa geti kuingia kwenda kwangu vigumu, ni shida. Niko na bibi ambaye ni kihelehele, kelele, mdomo. Badala mtu amekuambia kitu, chunguza. Huyu ni bwanako, wakati mlioana rafiki yako. Hao watu mnaita rafiki, si rafiki. Mwenzangu, nakwambia rafiki wa kweli ni Yesu. Yule unayetegemea eti ni rafiki, mnasaidiana, ndiyo kusaidiana, sikatai. Hai ni vizuri. Kama una kitu mwambie, tafadhali sina chumvi, utanisaidiaje? Hivyo. Lakini si eti mtu anakuambia kitu, umeenda faa umeanza kugombanisha bwanako, ama umeenda faa umeanza kugombanisha mke wako, na hujajua na wala hujui kenye kilikuwa ama nini inaendelea. Wapenzi watazamaji, ningependa kuambia ya kwamba before you decide to do something or anything, think twice the way wazungu walisema. Fikiria mara ya pili ndio ufanye hilo jambo. Imagine, hapo ndio inafikia mpaka mwanaume anapiga hatua. Nasema sasa, juu mwanamke huwa anasema eti mbona huyu nini, hii namba inafanya nini hapa, ni kama ni girlfriend yako, ni kama. Sasa unamwekea fikira ambazo hakuwa nazo. Ana take that advantage because we usually talk daily. Ni kuongea kwako kwa kila siku. Anachukua ile hatua, anapepa ile mzigo, anasema sasa because huyu mwanamke anachukia ule, anaongea juu ya ule kila wakati, sasa lazima awe rafiki yangu. Na unajua when shetani ameingia juu ndio umemfungulia mlango. Sasa ule bwana anasema sababu mwanamke anasisitiza kila siku, itabidi ni awe rafiki yangu. Sasa mbona atafanya nini? Hapo ndio life sasa inaanza kuwa ngumu, unaanza kulia tena, na wewe ndio uliharibu ndoa yako. Mwanamke mwenye hekima, mwenye akona maarifa, mwenye ako humble, ndio mwanamke anaishi na hutakufa stress. Kama ni bwanako amekosa, ama maybe mtu ambao unaita rafiki amekuja amekuletea maneno masengenya, amekuletea juu ya bwanako, muulize nini, ama mwambie mimi sijakutuma ujue. Ni mambo mengi ndio sitaki, sijakutuma umwangalie mahali ambapo anatembea kenye anafanya, uje uniambie. Mimi sitakuweka kama security. Mamangu nakuambia, ukimwambia hilo tu peke yake, hakuna siku utamuona akija, hakuna siku atakwambia tena mshenee kama huo. Atajijulia tu ya kwamba ule ukimpelekea neno hata kubali, atakugeuka, atasema nani amekutuma. Ni vizuri julikane hivyo kuliko kuharibu ndoa yako wewe mwenyewe. Maneno ya watu umebeba, simu ya mke wako lazima ushike uangalie uone nani wameongea na yeye siku ya leo. Simu ya mume wako
Ni lazima uangalie uone nani ameongea na yeye. Mbona unaongea na huyu? Kama kuna mwingine alikuwa anasema ya kwamba mume wake, yaani mke wake amemwekea limit ya kuongea na watu. Anamwambia kama na wasichana nisiwahi kupata ukiongea na msichana fulani na fulani. Hizi namba zinafanya nini kwa simu? Unajua mostly wakati uko na shida kama ni mwanamume, ukiongea na mwanamke atakusaidia, si tu wakati ameongea na huyu mwanamke eti ni bibi yake. Hata mimi mwanamke, wakati maybe shida inaingia, bwanangu hana pesa, naenda naangalia nani atanisaidia, ni mwanamume nani atanisaidia. Wakati nimemwendea huyo si bwanangu. Lakini watu wengine wameharibu ndoa zao kutojua na wengine kujua. Leo hii ningependa nikujulishe ya kwamba, tena nikukumbushe hivi, mwanamke mzuri, ukitaka uishi kwa ndoa yako ikiwa salama, be humble first, be welcome. Karibisha bwanako, ukiwa una shine, umeng'aa. Wakati ameingia na mgeni anamwambia karibu, karibu uingia kwa nyumba mgeni, habari, be social. Unapata mtu mwingine bwanake ameleta maybe amekuja na mgeni kwa nyumba, anaanza kupiga hesabu. Sasa ananiletea mgeni, amemleta akuje kufanya nini hapa? Ni chakula ameleta hapa, anampatia. Sasa unaanza kugombana na hujui ya kwamba nyumba ambayo watu wageni wanatembea ni nyumba ambayo imebarikiwa. Kuna watu wanatamani kuona hata mtoto kuingia kwa mlango, hawajaiona, hata wanashinda, mbona sisi hatutembelewi na wageni? Lakini wewe bwanako akikuja na mgeni, kazi yako ni kunungunika. Hata utaweza pika ugali ambao hujaiva vizuri, sababu uliweka mind mbaya. Ananiletea watu hapa, anaokota watu mahali anatembea, analetea hapa, asifu mimi ni maid nawapikia hapa. Mwanamke mzuri, wakati mgeni amekuja, mkaribishe, ongelesha vizuri. Mahali umetoka mnaendeleaje? Familia iko aje? Nasi pia tuko hapa salama, Mungu ni mwema. Lakini wengi wao, wanawake wengi wameharibu ndoa zao kupitia kwa ujinga. Mtu unaona sasa, wakati nimeolewa sana mwanamke, hakuna kitakachonitisha. Kumbuki ya kwamba maisha yatageuka ama huwa yamegeuka. Wewe mwenyewe ujui ya kwamba ninafaa kukaribisha kama ni mume wangu. Kama ni wakati wa raha, furahisha bwanako, sio wakati umenuna umeonyesha mume wako mgongo. Mpaka mume mwingine, kijana mwingine alikuwa anasema ya kwamba ameoa bibi, lakini wakati wamelala na yeye, wamelala kama unasifu ni they are sisters. Alafu niambie mwanaume mwenzako ama mwanamume wako ama bwanako aende apate sugar mami huko, ambaye anamuita maneno mazuri ambayo wewe mwenyewe hujaitoa mdomoni mwako, hata hujawahi muita hilo jina. Jaribu hata muite hata yale majina mazuri, my sweetheart, my baby, my loved one, my darling, how is you doing? Hata kama ulikuwa umekosa, hata kama alikuwa na hasira, alikuwa anataka kugonga ile, kiukweli, kimuita hilo jina mwenzangu,
mwanamke mwenzangu, hakuna siku atakugonga. Hilo jina peke yake ukimpembeleza kupitia kwa hilo jina, my dear, unajua mimi nilikosea, lakini I'm so sorry. Hiyo peke yake hakuna siku atakugonga. Lakini sasa umekosa, ukiulizwa ulifanya hii na hili, sasa nilifanya, utanifanyia nini? Niko na kwetu, sasa wewe ni nani? Kwetu hakukufungwa, kitanda kilikuwa kwetu. Kama kitanda kilikuwa nyumbani kwenu, una ukatoka huko ukakuja kulala hapa. Hapo ndio inafikia napata bwanako anakugonga. Ni wengi wanawake wengine wamegongwa mpaka mtu unakaa na ulemavu haukuwa nao. Mtu anagongwa hadi anakufa sababu ya ile hasira unapandisha mume. Akikuuliza kitu wewe uko juu, kazi yako ni kujibu vile unasikia. Hauna hata adabu, hauna heshima. Kama kuna mwanamke mwingine niliona bwanake anamuita, nashumu kazi yeye ameita, mama anamuita anasema nimesikia anakuja na aendi na amekaa. Na sasa ananiambia nini? Si mama nimekaa. Kama akona jambo la kuniambia si akuja aniambie. Hiyo si life tafadhali mwenzangu. Hiyo si uzima mnaishi. Hamtakaa. Wanaume ni kama mtoto. Ndio wanasema sisi wanawake ni watoto, ndio. Hata wao ni kama mtoto. Napembeleza mtoto. Hata mtoto ukimgonga, anakuja tu anasahau tena. Mtaishi tu vizuri. Lakini sasa enda umefanya kosa na mdomo ndo ule. Uko na mdomo kwa hata hauna haya, hata hujui kusema sorry, kusema samahani, nimekosa bwanangu, nisamehe. Hilo jambo watu wengi limewashinda kabisa. Mtu anasema ya kwamba eti niambie bwanangu eti nisamehe, eti niambie mke wangu nisamehe. Sasa yeye ni nani? Ukitaka kuishi maisha mazuri katika ndoa yako, bila tatizo, msoso wote, kama mtu mwenye unakaribisha mume wako vizuri, kama mtu mwenye kama mgeni amekuja nyumbani kwako mkaribisha vizuri. Hata yeye akitoka huku anaenda atatangaza tu mke wa fulani ni mzuri. Yenyewe ni mtu mwenye ako social na wageni, lakini yenda tu umenuna. Hata akitoka hata kabla yule mume amwambie ama wewe umwambie, jinsi watu unaonekana anajua obvious familia ni kama haina amani. Nyinyi wenyewe mnajionyesha vile mko ni kama watu hawaelewani. Hata kama mume alikugonga usiku mwenzangu,
kwa wale watazamaji wenzangu, mafansi wangu, hata Mungu awabariki tena wainue. Enda kwa YouTube channel yangu tafadhali, saidia mtu akiwa hai. Subscribe, share, comment. Hivyo ndio utaniinua. Ndio maana nasema mwanamke lazima uheshimu bwanako, utakaa maisha yaliyo sawa, maisha mazuri. Lakini ukitaka uishi maisha ya vita kila wakati, wewe kuwa kichwa ngumu, wewe kuwa mtu unapenda masengenyo, hapo ndio utakiwa ngumi. Napata watu wengine hata hilo neno lenye alisikia hajalijua, atapata mtu wa kufananua hilo neno ama jambo, lakini analibeba linakuwa lake. Sasa ukimuuliza, nisikia unaongea hivi na hivi, kutoa wapi? Hata hizi kuelezea. Kuna wanawake wengine kama hao, ebukana na watu kama hao. Ukiona mdomo ndio unafanya mnakosana na bwanako, kata mdomo jinsi Biblia inasema. Kukata si tunaleta unaambia mtu sitaki mambo mengi, sitaki stress, mimi sijakutuma uniletee habari hizo. Tena Biblia inasema kama ni ulimi ndio unalete vikwazo, unakosana na bwanako, unapigana vita usiku na mchana, kata ulimi. Kukata ulimi si tunaleta panga unakata. Unaaga sasa mambo mengi. Ukisikia kama ni neno unaliendea polepole, unafuatilia hilo neno. Hili neno lilianzia wapi? Limetoka wapi na limefika aje hapa? Na nani alileta hili neno? Na aliona wapi haya ananiletea? Lakini wewe mtu amekuja amekudanganya, nimeona fulani niliona wako na fulani. Unachukua tu hiyo jinsi alivyokuambia na wewe unapeleka. Haupigi hesabu nini, mbona haya, mbona hili likaja. Kuna watu wanapenda, wanawake wengine wanapenda kuharibu familia za watu. Na mwanamke mwenzangu hana bwana, hana mwanamume, wacha nikwambie, wakati mtu anaona mko sawa, wakati mtu anaona nani anafanya biashara, bwanake anafanya biashara, sijaiona wakigombana, sijaiona wakisosana, wako tu sawa. Mtu anatafuta njia ya kuwatenganisha. Kuna wengi wametenganishwa kabisa. Mtu anakujia, unajua nimeona bwanako mahali fulani, maybe kama ni deal, watu wamekupigia deal. Mtu anakuambia hili, akimaliza mwingine anakujia, ama ni siku ingine, na yeye pia anakuambia vile vile. Walikuwa wameongea sasa, wanataka ili mkosane, mpigane vita. Na unajua ya kwamba adui akiona mnapigana vita, hiyo ndio furaha yake. Akiona usiku mnapigana kelele, hiyo ndio furaha ya watu wengine. Hawana huruma. Hata hizi chukua muda aseme, Mungu wangu, wewe ni Mungu unayetenda. Ona familia ya fulani vile wanapigana kugombana usiku na mchana,
Mungu, kama ni madhabahu yametupa kwa hiyo familia ya kutokuwa na amani, tunaomba amani yako ikashuke mara pale. Mungu atatenda. Lakini wengi wao ni kusema enyewe bwanaka anakusumbua. Ule ni malaya, uliangalia wapi sasa? Kama kuna mtu fulani pia hapo naona, I'm giving some examples. Watu wenye naona. Mtu anasema hivi bwanake alikuwa analewa. Unapata mwanamke unaambiwa sasa wewe mzuri, wewe mrembo, uliangalia wapi kuolewa na bwana ambaye anakunywa pombe? Sasa vile uko hivyo nini inakusumbua na ule bwana? Sasa ule ni mtu, tafadhali chako ni chako. Yule mwenye analewa, yule mwenye hajitambui wala hajijui, yule ndio utatoka huko kumsaloni, umuoshee nguo, mpake mafuta, ang'are uitwe mwanamke. Lakini ukisikiza ya watu, utadhani umetoroka hapa, huyu mbaya. Mahala ambapo unakoenda, pata ndio mtu mbaya kabisa, tena mbaya zaidi. Ndio maana nakwambia mwanamke kama mimi, si mambo yote unasikia, ama si mambo yote yani you expect your husband akwambie kila kitu. Eti sasa tumekula hii meza ni chafu, acha sponge panguzie hii meza ni chafu, toa hii vikombe kwa meza, toa sufuria hapa chini. Hapana, kai, si vitu yote unafaa kuambiwa. Wewe mwenyewe wewe ni mwanamke na ni mtu uko na familia. You are supposed to know what you are doing. Don't expect people wakuambie kitu unafaa kufanya because you are married. Wewe peke yako unajua ufanye kwenye unafanya. Jinsi nimewaambia. Lakini mahala ambapo kama nimekosea, nimeongea vibaya, I'm sorry. Lakini kwa wale ambao watasikia haya, siku moja watashukuru na wataniambia Eunice yenyewe ulikuwa unatuambia vizuri. Na nilienda nikajaribu jinsi ulikuwa unatuambia. Sasa niko sawa. Kama kuna tena mtu mwingine hapa alikuwa ananiambia, najua mimi bwanangu anafanya kazi kama ni za riding bodaboda, anaendesha pikipiki. Wakati anaendesha ananiachia shilingi 200 asubuhi, niko na watoto 3. Napata mwanamume wangu analeta mkate, maziwa, ananiachia tena pesa shilingi 200. Sasa hizo ni za kutumia saa lunch time peke yake. Akaanza sasa nikasema acha tu nisikie maoni yake ni yapi. Mbona ameanza kuniambia hivi? Hizi shilingi 200 anaachiwa anafanyianga nini? Unajua watoto wangu walikuwa wanapenda chips, walikuwa wanapenda biscuit. Inabidi hiyo pesa na wanunulia, full lunch imeisha. 200 shillings unamaliza per day. Mwanamke mwenye ako na familia, mwenye ako na focus. No. Mwanamke mwenye ametupa fahamu ndiye ataweza tumia pesa hizo kwa siku zote. Lakini wakati unajua kenye unafanya, lazima ujue bwanangu leo anatafuta hii pesa kwa jasho. Nami inafaa hii pesa niitunze. Juu haya ni mali yetu. Tatumia 100, hii 100 niweke. Tatumia 50, hii 50 niweke. Si unatumia yote, mwishowe unabaki ukilia. Nienda ikawa sasa amekuambia anataka uende kwenu likizo kiasi sina pesa ya kupatia. Utaendea nini? Juu alikuwa anakuachia shilingi 200. You make sure you have eaten all. Kama ni chips umenunua ya shilingi 200 yote. Yaani ufikiria kwamba maybe bwanangu ataenda kwa barabara
apate road accident aingie kwa nyumba, ama akamcheki akae kwa nyumba. Yani wewe unajua tu life is life. Love is not at all. Hii niko sawa, bwanangu anatafuta vizuri, mi sioni shida. Hapana, kuwa mtu wa maono, mtu mwenye anaangalia mbali, mtu mwenye anajua kenye anafaa afanye wakati yu hai. I would like two people to support this channel. Nawaomba kwa mapenzi ya Mungu watu wasimame pamoja na hii channel. Ni vizuri ndio, bado si tuko tunaendelea tena. Kesho tuko online both Facebook and YouTube. Ukienda kwa YouTube bado utapata huko. Facebook live bado iko na YouTube live. Hivyo wapendwa wenzangu, wapendwa watazamaji, tujadiliane. I could like your comments please. Naomba mwanamke kama huyu sasa mwenye ametupa fahamu anafaa tumsaidiaje? Hana heshima kwa bwanake. Yeye akipewa pesa kazi yake ni kula chips choma. Bwanake ni kama maybe anafanya security usiku wote, baridi yote. Wakati huyu bwanake amepokea mshahara, yeye kazi yake ni kupiga hesabu. Alipewa 5,000 years. 3,000 nitanunulia watoto wangu nafasi na pia ninunue nafasi nifanye. Afikiria kwamba this 5,000 ningetafuta biashara fulani nifanye, at least ningeona faida. At least ningesupport yeye atoke kwa ile kazi ambayo anafanya. Lakini because you don't know what you're doing, you are lazy, mtu utaona tu kila kitu ni sawa, mambo yanaenda sawa, kila kitu ni. I told you that when you see things going goodly, remember mbeleni something wrong, kuna kitu kibaya huko. Tuombee jamii zetu, tuombee familia zetu. Majaribu yamo, shetani naye anapenda watu ambao hawaombi, anapenda watu ambao wanalala bila kuomba. Kama ninavyoongea sasa hivi, kuna watu wengine wameingia usingizi, hata Qur'an, hata ombei jamii yake, ndoa yake, hana wakati wa kuombea watoto wake. Your enemies, you don't have time to pray for them. Kazi yako ya kando mwako, yes. Kama ulikuwa nje, nifika wakati wa kulala, yes. No way of thanking God. Yaani mtu tu unaona it is easy. No, penda kumshukuru Mungu, maana kuwa uhai wako si kitu rahisi. Niliwaambia na my prayer kufa kwa kifo ambao ni cha ajabu sana, road accident, na hakuambiwa, akaacha watoto wadogo na yatima na mke mdogo sana. Alikufa, hakuwa anajua kama anaenda kufa. Aliomba mtu pikipiki, nisaidieni nifike mahali. Hakuwa anajua kama atafika hapo mahali na asirudi. Yeye alikuwa anajua ya kwamba mimi nitaenda nifanye shughuli zangu, nirudi nirejeshe mwenyewe pikipiki yake. Lakini hakufika. Hiyo siku alilala mchana. Maana kuambia ni rehema na neema za Mungu imepanda
gari, umepanda pikipiki, maybe umefoot, umeona kwa macho yako, umeshuhudia wengine wamekufa, ukiwa nao marafiki zako walikufa, wewe bado yuko, hata una time ya kumshukuru Mungu. Jaribu you don't, hata hujui kuomba, jaribu kuomba, hata useme Mungu, I thank you. You are a wonderful God. You have done miracle to me. I've seen till day. Nimefika usiku wa leo nikiwa salama, niko mzima. Wengine wamekufa, wengine ni viwete. Mimi niko sawa, si eti nimetenda mema, niko hai. Ni kwa rehema na neema zako. Familia yangu iko na mzozo. Mume wangu ananisumbua. Mke wangu ananisumbua. Tunasumbuana, hatuna amani. Watoto, Mungu wangu atende jambo. Amka, enda biashara yako without thanking God for the far. Unapata wakati majaribu inaingia, inapata the door is open because you don't know how to thank God. Majaribu tu yanaingia, kama ni shida ndio hizo zinawaandama, sababu haujui kenye unafanya. Tujaribu kumshukuru Mungu kwa tutashinda majaribu ya mwovu Shetani. Ndoa zetu zitakuwa na amani wakati tunamuomba Mungu. Ningependa wapenzi watazamaji, siku ya kesho pia niko online, tutajadiliana tena. Kesho nitawaambia topic ambayo tutaingia ili tufundishane, tuseme sana. Ndio, hakuna mwenye kila mtu tuseme, hakuna mtu mwenye salama, bali ni neema na rehema za Mungu. Utapata tu maybe your husband alikuwa anataka kukugonga, mwambie hurt my baby, I'm sorry. Sasa hicho kitu ndio nataka kunigongea. Sasa ukinigonga utaniacha wapi? Naona huu mwili ukinigonga, si ni alama tu unaniachia. Haizi kugonga mwenzangu. Kuwa na jicho pefu, jicho kali, naye atakuwa mkali. Nashukuru kwa wote ambao tumekuwa nao kwa hiki kipindi. Mungu wa rehema akawabariki na akawainua na akawatende mema hadi siku ya kesho. Bye bye. Enda huku YouTube kwa channel yangu ya Eunice Gigi. Subscribe my dear friends. Share and comment. Thank you. God bless.